amekuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo madhabahu ni kiunganishi au daraja linalotoka kutoka ulimwengu wa rohoni kuelekea ulimwengu wa mwilini, upande wa Mungu au upande wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ako na madhabahu yake. Bwana asifiwe. Tumesema aje burutieni vile nimesema madhabahu ni nini? Madhabahu ni nini? Madhabahu ni nini? Sema madhabahu ni kiunganishi au daraja linalotoka ulimwengu wa rohoni kuelekea ulimwengu wa mwilini, upande wa Mungu au upande wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ni daraja linalotoka ulimwengu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au kiunganishi kinachotoka kimeunganika kutoka ulimwengu wa rohoni upande kuelekea upande wa mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda upande wa mwilini, ikiwa upande wa Mungu au upande wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna roho, Mungu ni roho na shetani ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo shetani ako na madhabahu yake na Mungu ako na madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata shetani ako na kanisa lake na Mungu ako na kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani ako na watu wake na Mungu ako na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sande. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ulimwengu wa roho wenyewe uko upande kuu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulimwengu wa roho uko kwenye upande kuu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upande wa Mungu ama upande wa shetani, upande wa giza au upande wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ulimwengu wa roho wa giza, ulimwengu wa roho wenyewe uko upande kuu mbili. Kwanza ni ulimwengu wa roho wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pili ni ulimwengu wa roho wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulimwengu huu wa roho na mwili kinacho waunganisha pale ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulimwengu huu wa roho wa mwili au wa giza kinachounganisha ni Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani madhabahu mazuri na madhabahu mabaya. Bwana asifiwe. Amen. Huwezi kutaja madhabahu bila kutaja Mungu wa madhabahu, kafara ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au kutaja kafara ya madhabahu, washiriki wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au bila kutaja moto wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kuunganisha kwa ulimwengu wa roho wa nuru, lazima utaje madhabahu. Ili uunganishe katika ulimwengu wa roho wa nuru, lazima utaje madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. For example, hapa tuko kwa ulimwengu wa roho wa nuru wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madhabahu yake hapa ni matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo madhabahu ya hapa takatifu ni madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kafara ya hii ya madhabahu ya Mungu ni nani? Kafara yake ni nani? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye alitolewa kafara Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuna kafara ingine ya mbuzi, ya kondoo, ya kuku, hizo zote zilipita na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipata mtu anachinja hizo vitu, kataa. Si mtumishi wa Mungu, atakuamshia mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna kafara iliyotosha ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu iliyomwagika msalabani ni Yesu Kristo, ilimaliza
yote. Tukitaja tu Yesu Kristo mapepo inaenda. Mapepo inaenda, mizimu inaenda. Lakini ukiwa umeita mapepo na unasema unaikemea iendangi. Inaenda inasimamanga tu maana umeifanya kuwa hai, sasa itatembea nawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani watu wananipata. Ili kutaja ulimwengu wa roho wa giza, shetani lazima awepo. Lazima ulimwengu wa giza wa shetani lazima iwepo madhabahu. Na ndio maana popote utokapoenda kwa nyumba ya Mungu au Uislamu lazima kuwepo madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mahali madhabahu ya giza iko lazima shetani akopa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mahali kuna watu wanakufa, watu wanakonjeka, kuna madhabahu ya giza mahali pa. Bwana Yesu asifiwe. Si huyu ameiona. Si huyu ameiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inaitwa madhabahu ya giza iko pa. Hakuna nuru mahali pale. Ndio kutolewe giza mahali pale lazima kuwe na madhabahu ya nuru ambayo ni ya Mungu iende kujengwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Roho wa Mungu amezungumza akasema, muende pale mponye wagonjwa, mutoe wafu maana wametolewa kwenye bahari. Bwana Yesu asifiwe. Msipoenda pale haraka, msipotuma nuru mahali pale, Bwana Yesu asifiwe, kutatokea mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nuru ingie mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna madhabahu ya kichawi. Next week tutaona madhabahu ya kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tutaona madhabahu ya wacha vile inafanya na vile inatembea. Bwana Yesu asifiwe. Sande. Kwa hivyo mchawi, neno mchawi limeandika mara 8 katika Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Imeandikwa. Ukisikia mtu ukitaja mchawi akisema unataja nini? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie limeandikwa kwa Biblia, limetajwa sana. Na neno uchawi limetaja mara 18 kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uchawi ilikuweko mpaka siku zile tulipokuja duniani, ama katika zile karne. Bwana Yesu asifiwe. Zile miaka zilipita, uchawi ilikuwa. Ufalme ule kulikuwa na uchawi. Kwa hiyo Wayahudi kulikuwa na wacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali neno ilianzia kulikuwa na wacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wachawi wako. Kwa kila boma kuna wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mahali umesaliwa, mahali umetokea, lazima kuko na wachawi. Lazima kuna madhabahu imepandwa mahali pale. Ile inasema usiinuliwe, ile inasema usiendelee. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo madhabahu ndio tunabomoa. Wewe mbona utakuja nini unakuja kuitanisha hapa mama? Ndio mwambie hapa haraka. Ni wewe ndio umemwita. Oh, si wewe. Bwana Yesu asifiwe. Asante, enda kaa. Unafikiria uko na chambo. Uende kumwambia hapo kwa sikizi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna madhabahu. Nataka tusomee kitabu ya Mwanzo 12 kuanzia 7. Bwana akamtokea Ibrahimu. Akasema, uzao wako utawapa nchi hii. Uzao wako utawapa nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Akasema uzao wako utawapa nchi hii. Endelea. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyomtokea. Naye huko akamjengea Bwana madhabahu aliyemtokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amemtokea akamwambia, nchi hii utawapa wazao wako. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akajenga madhabahu hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aliniambia nchi hii nitawapa wazao wangu. Lazima niweke madhabahu hapo. Akaweka madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoweka madhabahu hapo, akaishi akaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo madhabahu ikaanza kusema na vile.
kaanza kusema Diana, kaanza kuhesabu huyo mwingine ndiye anafaa kukua hapa. Inanena madhabahu yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu aliweka madhabahu, akajenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima uchenge madhabahu ya baraka yako. Lazima uchenge madhabahu ya kuinuliwa kwako. Inawezekana kuna madhabahu mabaya ilijengwa, kuna madhabahu ya giza ilijengwa. Ibrahimu akaona huko kuna madhabahu ya giza ilikuwa imejengwa ya watu wengine, ya miungu mingine. Akajenga madhabahu ya Mungu na akanena, hapa mahali patakuwa kwa kizazi changu. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mtu ananisikia, tuendelee. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki Babeli. Kisha akaenda katika mlima ulio upande wa mashariki Babeli. Akaipiga hema yake. Akaipiga hema yake. Alikuwa na Babeli upande wa magharibi. Kulikuwa na Babeli upande wa magharibi. Na Ai upande wa mashariki. Na nchi ya Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Akaliita jina la Bwana. Akaliita jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunabomoa madhabahu ya giza hapa Kidogoro. Tunataka tujenge madhabahu ya Mungu na tuliite madhabahu ya Mungu Compassion. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kulikuwa na Babeli na kulikuwa na Hai upande mwingine. Ibrahimu akajenga madhabahu katikati yao, akaita jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia, nchi hii nitawapa wazao wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuendelee. Naye Abraham akasafiri. Naye Abrahamu akasafiri akatoka huko, lakini amejenga madhabahu. Kuna madhabahu iliwekwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna madhabahu huenda iliwekwa juu yako, ndio maana unateseka. Kuna madhabahu huenda ilipandwa kwa baba yenu, ndio maana watu wanaangamia, ndio maana watu wanateseka. Lazima hiyo madhabahu ing'olewe, kujenga madhabahu ya uhai ya amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelee. Akazidi kwenda pande za kusini. Ibrahimu akazidi kwenda pande za kusini. Basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Basi kukawa na njaa katika ile. Abrahamu ashajenga madhabahu, ameenda pande ya kusini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwanza malizia tu hapa. Basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Ibrahimu akashuka Misri. Akae huko kwa muda maana njaa ilikuwa zito katika nchi. Maana Ibrahimu akakimbia akaenda Misri, maana nchi yao kulikuwa na njaa. Akaenda huko, lakini amepanda madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wangu lazima watamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wangu lazima watamiliki magari, lazima watamiliki taasisi za serikali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akaweka madhabahu, akasema lazima atamiliki. Hata kama mimi sitamiliki, Teria atamiliki, Yeftani atamiliki. Huyu anaitwa nani? Webuli atamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa, madhabahu ya magonjwa hapana, haitamiliki kwetu. Leo nitaweka madhabahu ya Mungu. Ndio maana inafaa tuende huko. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kwa ile shamba ambayo umesema kuna kichwa ya mtu imeonekana huko inakuangalia. Tuibomoe, tujenge madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wapone. Asante. Gideoni, Judges. Twende Judges. Judges 6 kuanzia mlango wa 12 tusome mpaka 26. Asante. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuna Mungu mwingine
aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Moyo wangu, moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. Moyo wangu, moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. Waamuzi wanasema nini? Malaika wa Bwana akamtokea. Malaika wa Bwana akamtokea. Akamwambia, Bwana yu pamoja nawe. Bwana yu pamoja nawe. Shujaa. Shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu. Bwana wangu. Ikiwa Bwana yu pamoja nasi. Ikiwa Bwana yu pamoja nasi. Mbona mambo haya yote yametupata? Mbona mambo haya yote yametupata? Gideoni akamuuliza malaika, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona watu wanakufa? Mbona watu wanateseka? Mbona watu wanalia? Mbona watoto wanawawa ovyo ovyo? Mbona watu wanakufa ovyo ovyo? Ikiwa Bwana yu pamoja nasi. Na Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kuna madhabahu ya giza. Ina maana kuna madhabahu mabaya. Kuna madhabahu ya giza imepandwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Yako wapi matendo yake ya ajabu? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Mulituambia alipasua mto, alipasua bahari, njia ikapatikana. Yako wapi yale matendo ya ajabu aliyoyatenda? Waliotuadhidia baba zetu. Wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Je, si Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa. Naye ametutia katika mikono ya Midiani. Yani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu walikuwa wamemgeukia Mungu. Bwana akawatia kwenye mikono ya Wamidiani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukigeukia Mungu anakutia kwenye mikono ya maadui. Anakutia kwenye mikono ya magonjwa. Anakutia kwenye migonjwa ya watu wenye mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Waisraeli waliwekwa kwenye mikono ya Wamidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si vita, si magonjwa, si mauti, si mimea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Wamidiani hao waliwacha Wamidiani wakapanda madhabahu yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo madhabahu ya Mungu haikuwa inafanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Inatakana madhabahu ya Mungu ifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana malaika amemshukia Gideoni akamwambia madhabahu ya Mungu ifanye kazi, kwa sababu kuna madhabahu ya giza imepandwa. Madhabahu ya Ashera, madhabahu ya nyumbani mwenu imeletwa, imepandwa mahali hapa. Ndio maana mnaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee. Bwana akamtazama. Akasema, enenda kwa uwezo wako huu.
ukawaokoe Israeli na mikono ya Midiani. Nenda kwa uwezo wako uwe shujaa. Uokoe Waisraeli kwa mikono ya Wamidiani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amekutuma uokoe Waisraeli. Uokoe watoto wenu kwa mikono ya maadui. Bwana amekutuma uokoe familia yenu kwa mikono ya maadui ya wachawi na waganga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tembea kwa uwezo huu. Bwana akapea Gideoni uwezo. Akamwambia enda kwa uwezo huu. Uokoe wana wa Israeli kwa mikono ya Wamidiani. Maana Wamidiani wamekuja sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu inane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Gideoni anatembea. Gideoni anajua madhabahu ya Mungu inaweza fanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee. Je, si mimi ninayekutuma? Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Gideoni akauliza. Endelee. Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Na mimi ndimi aliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Nitawaokoa Israeli kwa namna gani? Maana kwetu ni watu waduni. Kwetu hatuna kitu. Kwetu ni watu tumedharauliwa tu. Nitaokoa watu aje Bwana. Hii kazi umenipea nitafanya aje? Gideoni akauliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata leo sitakula. Hata leo sitakunywa chai. Hata watoto wangu hawakukula. Bwana Yesu asifiwe. Nitaokoa watu aje? Ninatengeneza mpunga nimevuna. Kabla haijakuwa. Maana tustahili kukula. Mimi huyu mdogo kwenye ukoo hii yote nitaokoa Israeli aje? Nitaokoa Wakenya aje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Bwana anakutuma kwa taifa la Kenya uokoe Kenya. Na wewe ujulikani usikiki. Ezekiel anasikika, Manyuru anasikika, nani anasikika, lakini wewe usikiki. Lakini Bwana anasema nimekutuma uende uokoe katika mikono ya maadui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uokoe taifa la Kenya. Gideoni akashangaa, hata wewe unaweza shangaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Yaani mimi nitakuwa na wewe. Ili uokoe taifa la Kenya. Uwapige adui wa Kenya kama mtu mmoja. Endelee. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako. Kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara. Basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Ya kuwa wewe ndiwe unayenisema nami. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine lazima Bwana kuonyesha ishara ya kwamba amekutuma. Wakati mwingine lazima Bwana aonyeshe ishara ya kwamba amenituma. Ndio nyinyi muamini huyu ndugu anatumikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gideoni akaitisha ishara kwa Bwana. Na leo ninaitisha ishara. Amen. Watu wafunguliwe. Amen. Toka hapa watu wafunguliwe. Amen. Bwana amenituma niwafungue. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Tazama. Tafadhali. Usiondoke hapa hata nikujie. Usiondoke hapa hata nikuje. Ibrahimu. Gideoni. Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gideoni akaambia malaika anakuja. Asiondoke hapo. Nikatoe zawadi zangu. Nikatoe zawadi yangu.
kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hadi utakaporudi. Gideoni akasema anataka kutoa zawadi, aweke mbele ya malaika, aweke mbele ya Bwana, aone ishara za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Basi Gideoni akaingia ndani. Basi Gideoni akaingia ndani, Akaandaa mwanambuzi akaandaa mwanambuzi na mikate isiyotiwa chachu na mikate isiyotiwa chachu ya efa na ya unga. ya efa na ya Unga. Bwana Yesu asifiwe. Akaandaa mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Akaandaa dhabihu nzuri kwa Bwana. siku hiyo walikuwa naandaa dhabihu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akaandaa chakula kizuri na akatengeneza mikate isiyotiwa yeast. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema yeast na isiyotiwa kitu yoyote kama sukari nini. Hiyo ndio mikate isiyotiwa chachu. Tuendelee. Akatia ile nyama katika kikapu. Akatia hiyo nyama katika kile kikapu. Akautia mchuzi katika chungu. Akatia mchuzi katika chungu. Supu. Akamletea hapo nje chini ya mwaloni. Akamletea hapo nje chini ya mwaloni. Akampa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatengeneza vizuri anataka kujua yeye ni Mungu. Saa zingine mjaribu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Akamjaribu Mungu na zawadi za. Bwana Yesu asifiwe. Uone kama ni Mungu. Bwana asifiwe. Tuendelee. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itwae nyama na mikate isiyotiwa chachu. Uiweke juu ya mwamba huu. Itwae nyama na mikate isiyotiwa chachu, uiweke juu ya mwamba huu. Ukamwage huu mchuzi. Ukamwagie hiyo mchuzi. Akafanya hivyo. Ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mikononi mwake. Ndipo malaika wa Mungu akanyorosha fimbo yake kwa hiyo mikate isiyotiwa chachu na hiyo nyama na supu. Bwana Yesu asifiwe. Malaika akanyoosha mkono wake. Anataka kumuonyesha ishara. Tuendelee. Akaiguza ile nyama na ile mikate. Akaiguza nyama na mikate. Tuendelee. Moto ukatoka mwambani. Moto ikatoka mwambani. Ukaiteketeza ile nyama na mikate. Ukaiteketeza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana akatoka mbele ya macho yake. Malaika wa Bwana akatoka mbele ya macho yake. Ishara ya moto ilionekana ama ikionekana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitengeneza madhabahu ama kutengeneza madhabahu? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tumesema madhabahu, kila madhabahu iko na moto wake na washirika wa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Moto ilikuwa moto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sande. Tuendelee. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akaona ni malaika wa Mungu. Gideoni akasema, ole wangu. Bwana Mungu wangu. Kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Gideoni akashukuru maana ameona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia sasa, amani iwe pamoja nawe. Amani iwe pamoja nawe. Usiogope. Hutakufa. Hautakufa. Leo nakuambia usiogope. Ikiwa utasimama na Bwana, usiogope, hautakufa. Hakuna yeyote atakayekufa kwa familia yenu. Amen. Bwana aliyenena na Gideoni ndiye ananena nami leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna mauti ilikuwa imeandaliwa kwenye ulimwengu wa rohoni, hiyo mauti hakuna.
hautakufa, hamtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sitakufa. Bwana asifiwe. Tuendelee. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, Hivyo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaiita jina lake akaita jina lake Yehova Shalom. Yehova Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tuendelee. Hata hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akajenga madhabahu hapo, akaita Jehova Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana amemtokezea. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee. Hata hivi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma hiyo Biblia kama iko na nini. Soma chukuliwa chana na simu. Hii hapa. Umefika 23. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waabizeri. Hata hivi leo iko katika Ofra ya huko Bizeri. Hata leo ile madhabahu alipanda ile ilikuwa inaitwa Jehova Shalom. Iko huko Ofra ya Bizeri. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo hiyo madhabahu bado hii. Tuendelee. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliye nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, naye ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga madhabahu si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uvunje madhabahu ya giza, ya Baali, ya Ashera. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo madhabahu ya Mungu ikubali. Ndio maana unaona hata sisi tunaenda polepole. Mungu akikubali tu madhabahu inapanda. Bwana Yesu asifiwe. Na ikipandwa hakuna yoyote atainuka kinyume hapo moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Gideoni, mtoe ng'ombe wa miezi 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na utoe mwingine, yani mtoe ng'ombe asiyozidi miaka 7. Na utoe mwingine asiyozidi miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukaivunja madhabahu ya Ashera, ukaivunja madhabahu ya Baali. Bwana Yesu asifiwe. Ukanijengee madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tuvunje madhabahu kwa. Vunja madhabahu ya baba yako. Vunja madhabahu ya mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kulikuwa na madhabahu ya giza. Ina maana kulikuwa na foreign altars. There was foreign altars. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Which was to be broken. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo madhabahu ilikuwa ivunjwe. There was family altars that was to be broken by Gideon. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo madhabahu ilikuwa ivunjwe kwanza, ndio aweke madhabahu ya Mungu, ndio Mungu ajitokeze na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Kwa taratibu zake. Endelea. Akamtoa yule ng'ombe. Akamtoa ule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa. Akamtoa ule ng'ombe wa pili na kumtoa kuwa sadaka ya kuteketeza. Kwa kuni za ile Ashera. Kwa kuni za ile Ashera. Aliyoikata. Aliyeikata. Ndipo Gideoni akatwaa
watu 10 miongoni mwa watumishi Ndipo Gideoni akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake. Akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji. Lakini kwa sababu aliogopa watu wa nyumba yake na watu wa mji, alifanya usiku. Endelee. Hakuweza kuyatenda. Nayo katika wakati wa mchana. Hakuweza kuyatenda wakati wa mchana. Aliyatenda wakati wa usiku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madhabahu vunja. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu mengine inatakanga uvunje usiku. Bwana Yesu asifiwe. Kama wamelala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akasema mtwae ng'ombe. Mtwae ng'ombe wa baba yako. Mtwae mwingine uvunje madhabahu ya Ashera na foreign altars. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tuvunje madhabahu. Kuna madhabahu ilikuwa inanena vibaya. Kuna madhabahu ilikuwa inanena vita. Kuna madhabahu ilikuwa inanena magonjwa. Kuna madhabahu ilikuwa inanena wanyang'anywe. Mashamba isipandwe kitu. Hata wakipanda ni wa Midiani wanakula. Hata wakipanda mpunga ni wa Midiani wanavuna mapema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akamkujia Gideoni. Akamwambia, bomoa hiyo madhabahu inanena, unijengee madhabahu yangu ndio mpate amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukibomoa madhabahu utawashinda wa Midiani. Nataka nikwambie, ukitaka kuweza wachawi, bomoa madhabahu yao. Ukitaka kuweza wachawi, devil worshiper, bomoa madhabahu yao kwanza ndio waende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia yabomoe hiyo madhabahu, jenga ya Mungu ndipo uende. Nitakufanya uwe mtu mmoja kwao, lakini utashindia Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kuzima vita katika taifa la Kenya, lazima ubomoe madhabahu. Ukitaka kuvunja vita, umwagikaji wa damu, lazima uvunje madhabahu. Madhabahu inayonena kumwagikaji kwa damu, madhabahu inayonena watu kukufa ovyo ovyo, lazima tuvunje madhabahu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio tupande madhabahu ya Mungu. Ndio taifa la Kenya tuwe na amani. Ndio ekonomi ya taifa irudi. Lazima tuvunje madhabahu ya giza. Amen. Lazima tuvunje madhabahu ya devil worshiper. Lazima tuvunje sanamu. Lazima tuvunje miungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Gideoni akavunja, akabomoa hiyo madhabahu usiku. Ndio ukae kwa ndoa, lazima uvunje madhabahu ya watu ambao wakuenda kwa ndoa. Lazima uvunje madhabahu ya watu ambao wakusafiri, ya watu ambao wakufanya kazi, watu ambao wakulea watoto. Lazima uvunje madhabahu ya familia. Lazima uvunje madhabahu ya ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna madhabahu inanena kushindwa. Muwe watu wa kushindwa. Huenda kuna madhabahu inanena watu wakifika mwezi wa tano wa mwaka ndio watu wanaangamia kwa boma. Hiyo madhabahu imeanza kunena. Lazima ukatae hiyo madhabahu. Lazima uvunje hiyo madhabahu. Unene na hiyo madhabahu. Uiambie enough is enough. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna madhabahu inanena ushindwe. Kuna madhabahu inanena usionekane. Kuna madhabahu inanena usiendelee. Ingawaje unaomba, lakini kuna madhabahu inanena. Bwana akakutana, malaika akakutana na Yohana katika kisiwa cha Patmo.
akasema inaende uambie kanisa la Filadelfia, ingawa wanaomba sana lakini kuna viti za enzi, ingawa wanaomba sana lakini wanawawawa sana, ingawa wanaomba sana lakini wanavurutana sana, waambie kuna madhabahu mahali pale, kuna viti za enzi za kishetani ambao zinanena magonjwa, ambao zinafanya watu wanaangamia, waambie wavunje madhabahu. Leo nimekuja kukuambia uvunje madhabahu ya umasikini, uvunje madhabahu ya vita, uvunje madhabahu ya laana, uvunje madhabahu ya kushindwa, uvunje hiyo madhabahu katika Jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Handi yako hakuenda kwa ndoa na wewe unataka kwenda kwa ndoa, hakukaa kwa ndoa, alienda akirudi. Vunja madhabahu ya handi yako. Baba yako hakusafiri akafanya kazi, alikaa miaka 2 akashindwa. Vunja hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Babu yako walikuwa wanaishi ndani ya vita, walikuwa wanaangamiza watu. Vita zilikuwa za mashamba, kila wakati walikuwa wanapigania, wakawawa watu, wakaangamiza watu, wengine wakaangamia. Waliangamia wakiwa wanalaani, wakisema kizazi hiki hakitapata amani, hakitawahi kupata amani. Vunja hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Survey haiwezi kuvunja madhabahu. Watu wa ukoo hawezi kuvunja madhabahu. Lazima uingie kiroho, utafute ni damu gani inayonena, ni madhabahu gani inayonena juu ya ndoa yangu. Ukiona ndoa yako inayumba, kuna mamlaka nyuma ya ndoa yako. Ukiona kazi yako inayumba, kuna mamlaka nyuma ya hiyo kazi. Yaani kuna madhabahu inayonena, yaani kuna damu iliyomwaga inayonena kushindwa, inayonena mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watu hawakusoma wafike mbali. Kama walisoma sana walifika standard 8. Kama walisoma sana walifika standard 7. Na kama walisoma hawakupata kazi, hata masomo haikumasaidia. Vunja madhabahu. Vunja madhabahu ndugu. Vunja madhabahu dada. Lazima uvunje madhabahu. Uingie kwenye ulimwengu wa rohoni. Utafute ile damu inanena mabaya. Utafute hiyo madhabahu iliyo nyuma ya maisha yako. Uivunje. Bwana akuokoe. Ujenge madhabahu ya ushindi. Ujenge madhabahu ya Bwana. Ujenge madhabahu ya kuinuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mimi niombaye, Yesu aombaye nami, si mimi niombaye, Yesu aombaye nami. Inawezekana kuna madhabahu ilipandwa na babu wako. Hiyo madhabahu inanena mabaya. Watu wa kwenu wangetoka wakuwe viongozi, lakini wewe uko na nyota ya uongozi. Hiyo madhabahu, nyota inapotaka kuchipuka, wanainuka wanasema sisi hatukukuwa viongozi. Madhabahu inanena inasema hawezi kuwa viongozi. Inawezekana wewe ulikuwa ukue kwa serikali, lakini familia yenu haikui kwa serikali. Inawezekana wewe umesafiri, lakini watu wenu hawakusafiri, hawangesafiri. Majina ulioita hao watu hawakuenda kwa ndoa wakalea watoto. Hao watu walikuwa wanateseka, wanalia, walikufa kama wanalaani. Nimekuja kukuambia ya kwamba achilia maneno yako. Ambia Bwana, nimekataa, nimetoka na hiyo maisha. Nimechoka na maisha ya kuhangaika. Nimechoka na maisha ya kuvilio. Nimechoka na maisha ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nasikia mtu analia. Nasikia watu analia watoto wangu. Nasikia mtu analia ndoa yangu. Nasikia mtu analia mume wangu. Nasikia mtu analia kazi yangu. Vunja madhabahu. Gideoni alinung'unika, lakini Bwana akamwambia itabidi uvunje madhabahu. Akagaramika kwenye madhabahu, akavunja madhabahu ya giza,
akajenga madhabahu ya Mungu. Biblia inasema alipovunja hiyo madhabahu, usiku ule alipovunja, Bwana akamwelekeza, akamwambia sasa ingia kwenye njia, ingia kwenye vita. Hata usichukue watu wengi, chagua tu watu 300, utashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukivunja madhabahu utashinda. Ukivunja madhabahu unaweza. Wachawi, ukisikia kuna wachawi wako na madhabahu yao, ukisikia kuna devil worshiper wako na madhabahu yao wamepanda, ndio wakufuata wanakutania. Kuna madhabahu mahali wanakutania. Wachawi wa Kenya wako na madhabahu yao. Wachawi wa Kidogoro wako na madhabahu yao Kidogoro. Devil worshiper wa Kidogoro wako na madhabahu yao mahali wanakutania. Lazima uvunje madhabahu, ndio mapepo ikuachilie, ndio kifafa ikuachilie, ndio machini ikuachilie. Lazima uvunje madhabahu. Wakikuyu wako na madhabahu yao. Waluya wako na madhabahu yao. Huwezi ingia kwa madhabahu ya Wakikuyu wasipokuweka kwenye hiyo madhabahu. Huwezi ibomoa bure bure, lazima uivunje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi ingia kwenye frequency ya pesa, ya mzunguko ya pesa, usipovunja madhabahu ya limitation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uvunje madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uvunje madhabahu. Babu yako hakusafiri, uliitwa jina lake. Babu yako hakukuwa mwalimu, uliitwa jina lake. Lakini nyota ya walimu iko ndani mwake. Lazima uvunje madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba Gideoni akajenga madhabahu, akaita Yehova Shalom, akajenga lingine, akaita jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana likamtetea. Biblia imetuambia katika kitabu cha Mwanzo, Ibrahimu, Bwana akamwambia Ibrahimu, tazama nchi nitawapa kizazi chako, nitawapa uzao wako. Our God is a God of impossibility. Anaambia Ibrahimu, na Ibrahimu hana mtoto. Ibrahimu akamjengea Bwana madhabahu kwa ishara. Lazima saa zingine unatoa dhabihu ya kuvunja madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimetafuta kazi nimeshindwa, leo natoa dhabihu ya kusimamia kazi yangu. Watoto wangu wameshinda kwenda, hata school fees inapotea. Nikikosa pesa ndio mtoto wangu anakaa kwa nyumba. Lazima nitatoa dhabihu ya mtoto wangu kusoma. Lazima nitatoa dhabihu ya watu wangu kufunguliwa. Lazima nitatoa dhabihu ya watu wangu kupona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gideoni aligaramia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika safari ya kujenga madhabahu ya Mungu. Na kujenga madhabahu ya Mungu lazima uvunje madhabahu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tulisema tutoe, kila mtu atoe dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kila mtu atoe dhabihu ya kujenga. Ukijenga tu hiyo madhabahu pap. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaanza kuzungumza na wewe. Gideoni alipovunja hiyo madhabahu akajenga ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akajenga ya Mungu. Mungu akaanza kumzungumzia, akamwambia enda sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mambo mingi, enda. Wacha mambo mingi, enda kwa kazi. Wacha mambo mingi, enda kwa ndoa yako. Wacha mambo mingi, enda. Safiri. Wewe ni mtu wa kupanda ndege. Wewe ni mtu wa kununua mashamba, lakini madhabahu imekushika. Wewe ni mtu wa kukubalika, ukiongea watu wanasikia, lakini unapoongea kesho yake pepo linakuja linasimama mbele. Madhabahu lazima tuvunje madhabahu. Kuna madhabahu inayonena ushindwe, na madhabahu kuna wakijenga madhabahu, wachawi wakijenga madhabahu wanamwaga damu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakijenga madhabahu
wanamwaga damu, ndio waamushe mapepo, ndio waamushe majini, ndio waamushe mizimu. Lile tukio wanalotaka lifanye linategemea na dhabihu na kafara iliyotolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ndio maana inatakikana usimame kwenye pengo, ukatae katakata, usiende kwa maombi kufanya muzaa, usiende kwa maombi kwa kusubaa. Tua silaha za Bwana, pigana na madhabahu kwanza. Ukipigana na madhabahu utashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna madhabahu mengine hata iwezi taka uombe, kwa hivyo lazima ung'ang'ane nayo kwanza, lazima ung'ang'ane nayo kwanza, uitingize ndio uone neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uvunje madhabahu kwa. Imesema ukitaka kuweza wachawi lazima ubomoe madhabahu yao, lazima wanyang'anye kile kinachowatumia, lazima ubomoe mamlaka yao. Ukitaka kuweza devil worshiper lazima ubomoe mamlaka yao, lazima uingie kwenye ufalme yao, ubomoe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio watu wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio watu wapone. Kwa hivyo kuna mamlaka. Ukiona mauti inatembea inazunguka, ujue kuna mamlaka ya hiyo mauti. Ukiona watu wanapagawa wazimu ovyo ovyo, kuna mamlaka nyuma yao. Ukiona watu wanahangaika, kuna mamlaka inayonena wahangaike tu. Yaani kuna madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tuvunje madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tuvunje madhabahu, na lazima tuigharamikie kuvunja na tujenge ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukijenga ya Mungu inanena baraka, inanena mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu imejengwa inanena ushikai kwa ndoa. Kuna madhabahu imejengwa inanena usisafiri, usifanye kazi. Kuna madhabahu inanena uishi kwa magonjwa. Kuna madhabahu inanena usungukie tu mahali pamoja. Yaani kuna hiyo madhabahu watu hawakuenda mbali. Walikuja Nairobi wakazunguka, wakasema wazunguke. Wakizungukia pale wakiteseka, wazunguke warudi Eldoret, warudi nyumba. Wakufia hapo kipila ki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalinze usalanga. Yesu asalanga muinze, shanize usalanga. Yesu asalanga muinze, asalanga, asalanga. Yesu asalanga muinze, shanize usalanga. Yesu asalanga muinze. Niongoze safarini. Leo nichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Kwa hivyo kuna madhabahu yananena mabaya, lazima uvunje madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na madhabahu ingine lazima ufunge na kuomba. Uwezi funja tu madhabahu, uwezi toka kwenye hilo jangwa kwa kuomba tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuamini tu Mungu wako. Wacha mapenzi yako itimike na wewe unapigwa. Wacha mapenzi ya Mungu itimike na wewe unapigwa. Wacha mapenzi yako itimike na watu wanakufa. Wacha mapenzi yako itimike na wewe unagojeka, unapigwa mguu. Wacha mapenzi yako itimike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapana, lazima upigane vita. Akamwambia wana wa Israeli lazima mpigane vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishinda vita